guided by men. The Department of Business Studies at Aarti University is guided by clear academic development mandate to produce competent professionals, to generate relevant research, and deliver practical solutions aligned with the needs of Tanzania's evolving economy. The department currently offers 2 undergraduate programs, the Bachelor of Accounting and Finance and the Bachelor of State Finance, and has been accredited to run Bachelor of Banking and Finance. The sector's core reforms are deliberately structured to respond to the financial sector's core requirements, spanning accounting, banking, capital markets, real estate finance, public finance, and others. In addition, the department has over 5 new financial services related to undergraduate and postgraduate programs in the accreditation pipeline. A strategic expansion that will position us to evolve into a standalone business school within Aarti University. Furthermore, what distinguishes diversity of expertise, curriculum design, but also the depth and diversity of expertise within its academic staff. Our department collectively possesses strong competence across finance, accounting, economics, banking, investment, analysis, financial regulation, and development finance. This intellectual capital enables the department to engage meaningfully in a dual capacity, both as an academic institution and as a credible collaborator with the challenge. Today's launch of the DSC Scholars Investment Challenge aligns seamlessly with this mission. Capital markets cannot deepen without informed participation, analytical capacity, and early exposure. Real market data, this to investment institutions based on real market data. This initiative bridges theory and practice and prepares a new generation to participate responsibly, distinguished guests, professionally in Tanzania's security market. The department, distinguished guests, beyond academic degrees, the department has assumed a national role in advancing financial literacy and financial inclusion. In response to Tanzanians' nationalized financial inclusion framework, our department designed, operationalized a dedicated financial inclusion program, positioning Aarti University as an implementation partner, not merely an academic commitment. Is a certified financial. One flagship outcome of this commitment is the Certified Financial Educators CFE program, implemented in close collaboration with the Bank of Tanzania. Since its launch in March this year, and within less than 9 months of implementation, we have successfully trained over 1 delivered under the custodianship educators across 5 cohorts, delivered under the custodianship of our department. The trainers now serve critical multipliers of financial knowledge to the various segments in Tanzania's society. Importantly, this achievement is not the final destination, it is only the starting point. It marks the foundation of a broader vision. Building on this, the department has recently taken concrete steps to establish National Center of Financial Literacy and Inclusion at Aarti University. This center is structured around the 4 pillars: financial literacy and consumer empowerment, inclusive finance, capital markets and investment education, and entrepreneurship and enterprise finance. Although the center is still at its early stage, these 4 pillars serve as our compass of guiding areas of work and enabling the support of national priorities, and to offer structured platforms for collaboration with regulator, market. Warmly welcome the Dar es Salaam Stock Exchange. Is in this spirit, financial sectors, actors present here today, and other financial sectors, actors present here today, to explore deeper and sustained collaboration with our Department of Business
whether in certification programs, research, investment challenges, certification programs, research, or professional training. We see immense potential to transform shared objectives into structured, scalable. Today's event is impactful programs. To our students, today's event is for you. The future of Tanzania's capital market will be shaped by your curiosity, your discipline, and your integrity. We urge you to seize this opportunity to learn, to ask questions, to engage with practitioners, and to see yourselves not merely just as students, but future investors, analysts, regulators, and market leaders. To our academic staff and partners, your presence affirms that meaningful impact emerges when academia and industry work together with clarity and purpose. Ladies and gentlemen, as we launch the DSC Scholars Investment Challenge today, let this occasion signal more than the start of a competition. Let it represent a shared commitment to financial capacity, capability, market development, and inclusive growth. Once university, I thank the Dar es Salaam Stock Exchange for choosing RD University as a host partner, and I invite stakeholders to work with us as we build institutions, as we build programs and partnerships that will shape Tanzania's future in finance. Karibuni sana RD University. Asanteni kwa kunisikiliza, and thank you. Thank you so very much, Dr. Mboni. Again, a round of applause for her, please, for a very fantastic speech. Nashukuru sana Dr. Mboni, na kama ilivyo ratiba yetu, basi ningependa nimkaribishe Mr. Nyalali ili aweze kutuelezea tu maudhui na dhumuni na lengo la program hii ambayo tunakuja kuifungua leo kwa waheshimiwa wetu wanafunzi na wao waweze kuwa kwenye line. Mr. Nyalali, karibu sana. The floor is yours, sir. Thank you, Leonard, our MC today. I wish to recognize the presence of CPA Alfred Mkombo, representing the Chief Executive Officer of Capital Market and Security Authority. I also wish to recognize the presence of Dr. Mboni, representing the leadership of RD Institute. Also wish to recognize the presence of Fred Kakwezi, representing the Chief Executive Officer of Vertex International Securities, is one of DSC trading members, but also they are here as one of our main sponsors of this initiative. I also wish to recognize the presence of George Shumbusho, the CEO of Tanzania Securities Limited, another of our trading members, but he is also here as Vice Chairman of Tanzania Stockbroker Association. I wish to recognize your presence, the students of RD Institute, but also I understand that there are some students also from University of Dar es Salaam who may be here. And I also wish to recognize the presence of media, news media organization which are here. And all the guests who are here, ladies and gentlemen, I recognize your presence. It gives me a great pleasure on behalf of the CEO of Dar es Salaam Stock Exchange to provide a brief overview of the Scholar Investment Challenge, a flagship, our commitment to financial literacy that reflect our commitment to financial literacy, youth empowerment, and the long-term development of the Tanzania capital market. Guys, you are here today, but
I expect that in the coming year, some of you are going to be leaders in our institution. Some of you are going to be senior executives, business owners. So we really recognize your presence here. In 1998, I can remember one of the current top national leader, I'm not going to mention the name because of the government protocol. I can remember clearly he came to visit Dar es Salaam Stock Exchange. Now he's one of the top leader. And actually even himself, there was a time he came to visit and actually his stock exchange. And he acknowledged his visit then. And actually he still remember me because when he came, I was there. So he still remember me. Now he's one of the top leader in Tanzania. In 1998, he was studying there at the University of Dar es Salaam. So guys, in future, don't expect that you will continue to be at this level. Some of you are of our country. So top leaders of institutions and the government of our country. So that's why we are here. We think that we have a huge potential for collaborating with you. The Scholar Investments Challenge was established in recognition of a simple but powerful truth that a strong and inclusive capital market began with an informed and confident investor base, where access to finance services continues to expand. Meaningful participation in capital markets require knowledge, discipline, and early exposure. The Scholar Investment Challenge, therefore, targets focusing on young people institution, deliberately focusing on young people at their formative stage before habits are fixed. And while curiosity, innovation, and ambition at their peak. Through this program, students are introduced to the fundamentals of investing in practical, structured, and engaging manner. The challenge is delivered through a digital investment simulation platform that mirror the real market condition. Participants are given virtual funds to invest in listed securities and fixed income instruments, allowing them to experience how markets really work, how prices move, how risks are managed, and how informed decisions create long-term value. Importantly, the competition rewards sound investment strategy and discipline and not speculation. We really don't encourage speculator. We encourage investment. Beyond competition, the Scholar Investment Challenge is an education journey. It equips students with essential skills such as financial planning, portfolio diversification, risk awareness, and ethical investment behavior. These are life skills that extend well beyond the entrepreneurship and into personal finance, entrepreneurship, and in our ecosystem. Leaders in our ecosystem participated in our Scholar Investment Challenge at the early stages. It started in 2014. Some of the students at that stage are now leaders in our financial institution. So this thing is serious, guys. It's really serious. From a broader perspective, the Scholar Investment Challenge plays a strategic pipeline in capital market development. It helps build a pipeline of future investors and professional issuers for those who will become a senior executive of protection issuing company,
and also support remains protection through education, an area that remains central to the mandate of the capital market and security authorities and the stock exchange. We also, apart from encouraging you to invest, but we also give you skills to protect yourself when you invest. The 2025 edition of the Scholar Investment Challenge builds on the success of previous cohorts. We've so far conducted, Leonard, is it 10 cohorts? 10 cohorts? 11 cohorts. So this will be the 12th cohort. Consisted of more than 60,000 students. So this session will expand reach, deeper engagement with the capital market ecosystem. You know, with key stakeholders across the capital market ecosystem. You know, we have brokers here, but also some of the banks also will be participants, and the regulator also will also play a role. It is clear demonstration of how regulators, exchanges, academic institutions, and market participants can work together to shape a sustainable financial future. So in closing, I will say that the Scholar Investment Challenge is more than student competition. It is an investment in Tanzania future investors, a platform for nurturing confidence and competence, and also a practical step toward building a resilient, inclusive of the DSE. I wish, on behalf of the Chief Executive Officer of the DSE, I wish all challenge and encourage you to success in the 2025 Scholar Investment Challenge, and encourage you to approach this journey not just as a contest, but at the beginning of a lifelong relationship with investing and wealth creation. Thank you. Thank you so very much, Mr. Nyalali, for the fantastic take initiative to participate. The students have heard it, and I believe they'll take initiative to participate fully. Asanteni sana, na kama alivyosema Mr. Nyalali ni kwamba shindano hili takriban tumelifanya kwa wanafunzi 60 wameweza kushiriki, na takriban watu tija kwenye maisha yao 60 wameweza kushiriki, na kwamba limeweka tija kwenye maisha yao. Baadhi yao wameweza kuajiriwa kwenye maofisi ya mabroka, CEO anaweza kujua pale akasema pia kwa mabroka wengi tu, lakini kwenye taasisi zingine kubwa, mabenki makubwa, wengi wameweza kuwa ma-analyst kule, wameweza kuwa ma-investment advisors and so forth so on. So it's a wake up call ambayo nyinyi mnahitaji kuichukulia kwa umakini na umuhimu wa hali ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika ushiriki chuo cha ardhi kimewahi kuwa na mtu ambaye alishiriki na kushinda. Tulikuwa tunaomba tumpe nafasi kabla hujaja wewe, ili aweze kutoa tu na kuweza kuhamasisha labda wenzake waweze kuelewa nini ushiriki wa kwenye shindano hili unaweza kufanya. Sana. Wageni walikwa, waandaaji wa shughuli hii, viongozi mbalimbali waliopo hapa, wanafunzi wenzangu, mabibi na bwana, habarini za asubuhi. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa kila mmoja ambaye amefika mahali hapa. Lakini zaidi sana niliyesimama mbele yenu hapa, ninaitwa Soma mwaka wa 4, ni mwanafunzi wa chuo kikuu ardhi, nayesoma mwaka wa 4, nasoma Bachelor of Science in Quantity Survey and Construction Economics, lakini pia ni Vice President wa Ardhi University Student Organization, lakini pia ni mshindi wa challenge ya 2025 ya Capital Market and Security Authority. Ninashukuru sana.
Nipende kuchukua fursa hii kushukuru sana uongozi mzima wa Dar es Salaam Stock Exchange kwa kuandaa jukwaa hili ambalo limeweka nafasi kwa vijana sisi kushiriki na kujifunza mambo kadha wa kadha ya investment. Lakini pia nichukue fursa hii kushukuru sana uongozi wa vyuo mbalimbali ambao wamekuwa mstari wa mbele kuturuhusu sisi vijana kushiriki hizi challenge ambazo zinaandaliwa kila mwaka katika namna ya kuweza kutuboresha sisi kuwa mainvestor wazuri sana wa baadaye. Lakini pia nichukue fursa hii kipekee kabisa kushukuru kwa nafasi hapa na kuongea na umati huu mkubwa wa watu. I believe kila mmoja wetu hapa ana ndoto zake na kila mtu hapa ambaye amesimama mbele amekaa ana kitu ambacho anatamani kuona mbele nimeshiriki katika maisha yake. Mimi kabla ya challenge hii ambayo nimeshiriki, actually nilikuwa ni mtu ambaye nafuatilia mambo ya investment. Nilikuwa napenda kusikiliza podcast. Nimetangulia kusema kwamba nimesoma Bachelor of Science in Quantitative and Construction Economics. Sio maswala hasa ya finance, lakini nimekuwa ni mtu ambaye nafuatilia swala la investment, kusoma vitabu mbalimbali ambavyo vimekuwa vikini broaden. So wakati napata ile taarifa ya kuwa na challenge, mwanzoni ilinipuuzia, lakini baada ya kupata mtu ambaye alikuwa nishauri, aliniambia ebu go for it, go and test your skill and test what you know and what you don't know. Na kwa upande wangu challenge hii imenifungua mindset yangu. Challenge hii imeni broaden kwanza nilipokuwa nafikiria. Unajua unaweza kuwa na kitu ambacho unakijua within yourself, lakini ukikutana na challenge kama hizi zinakukutania wana experience nzuri, fahamu vitu hivi, wamekaa miaka mingi na wana experience nzuri sana kwenye mambo haya. Lakini pia it's more helping kwa sababu inakusaidia wewe, tena kwa wengi ambao nimewe kubika nao hapa asubuhi, wengi ni first year. Inakusaidia wewe become a young investor. Kuna American author moja anaitwa Morgan kwenye kitabu chake cha Psychology and a Wealth Person. A rich person, unakuwa a difference between a rich person and a wealth person. A rich person unakuwa na hela ambayo inaweza kuwa na kikomo ikaisha. When your income itaisha, basi hela yako pia inaweza ikaisha. Lakini becoming a generational wealth person, you are becoming a person ambaye hata wakati income yako itaisha, your money will still work for you. You will still be in the game ya investment kama a wealthy person. Kwa hiyo niko hapa kuwashauri na kuwashawishi vijana wenzangu, challenge hii ni muhimu kwako na muhimu kwangu. Kwa yule ambaye ni mara yako ya kwanza unasikia DSC, basi nikuhakikishie kwamba this challenge is for you. Na sio kwamba umechelewa. If you go for it, utapata mambo mengi na mazuri zaidi. Nichukue fursa hii kushukuru sana. Langu naomba niwaachie tu ni kuna falsafa, everyone is jealousy of how people have become, but we are kwa hii challenge ambayo way they have become. Kwa hiyo kuanzia kwa hii challenge ambayo DSC wameileta kwetu, jukwaa zuri kabisa, tuanzie hapa ili to become a person ambayo everyone wish to become. Thank you. Kwa wenyeji nyinyi mnamjua ni president, si ndio? Vice president wakuu, unaona anatosha kabisa kuwa vice president, si ndio? Makofi zaidi jamani. Kwa waliokuwa na masikio watasikia kwamba hili jambo, ukiona wakuu hawa wamefika hapa na nyinyi wenyewe mmeweza kuacha majukumu yenu na kufika hapa, ni kwamba ni hatua moja ya ushindi katika maisha. Kwa sababu hivi vitu sio kwamba tunafanya kwa ajili ya porojo. Tunajaribu kutengenezeana fursa. Sisi moto ya DSE inasema DSE creating opportunities. Kwamba tunatengeneza elimu ya kutengeneza fursa, si tu kuletea hela mkononi, lakini kukupa wewe elimu ya kwenda kuwa na uwezo wa kutambua fursa za kukupa wewe hela mkononi kwako. Kwa naomba kama alivyoongelea Madam Vice President hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa msingi zaidi. Na wao ni kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, labda kama wao ni kuwaelesha zaidi, ni kwamba
katika kuangalia ni namna gani DSE inaweza kushiriki katika mkakati na mpango kazi wa serikali wa maendeleo wa dira ya 2050. Hii ni moja ambao sisi tunatakiwa, wajibu wetu sisi kama masoko ya mitaji na dhamana, kuweza kuwafikishia umma wa Tanzania, especially vijana. Wanasema samaki mkunje angali mbichi, kwa sababu sisi watu wazima sasa hivi ukitukunja unaweza kutuvunja. Lakini pia katikati yenu napenda nitambue uwepo wa Mr. Elias ambaye, lakini vile vile nilikuwa namuomba nimkaribishe Deshen, naye baada ya muda atakuja kuongea hapa. Lakini vile vile nilikuwa namuomba nimkaribishe Christian ni developer katika soko, ni developer katika soko la Issa Dar es Salaam. Hivi vitu vyote unavyoviona hizi sijui hii challenge, app ya challenge, unavyoona website ya DSE, develop yani, kwa wale ambao mmesha download hisa kiganjani, huyu mheshimiwa ndo alidevelop 3-4 years back, alishiriki kwenye challenge. Ni kwamba naye alikuwa anasoma IFM 3-4 years back, alishiriki kwenye challenge, na alivyoshiriki kwenye challenge I think he was number 3 or number 2 by then. Lakini aliona ile application ambayo tulikuwa tunatumia kipindi kile ilikuwa na mapungufu kidogo, and he came with a proposal kwamba guys, mimi naweza kufanya hivi na hivi kuboresha. Lakini pamoja na kukaa ni kwamba huyu ana kitu ambacho tunahitaji, ile tu peke yake ikatuintai sisi kama soko kwamba huyu ana kitu ambacho tunahitaji kuki-nurture kizuri kwenye naomba tuwe kimbelembele, wanasema kimbelembele kizuri kwenye kutafuta fursa. Chris, naomba uje kutufanyia demonstration of kujua briefly how it works, ili waheshimiwa wanafunzi hapa waweze kujua briefly how it works. Lakini cha msingi ni kwamba unachotakiwa kufanya, unatakiwa kwanza ufungue account ya uwekezaji, inaitwa CDS account ya uwekezaji katika masoko ya mitaji na dhamana DSE. Ukishafungua ile account kupitia Issa Kiganjani, utapata ile account number. Ukishapata ile account number, utaenda sasa kupakua application ya Scholar Investment Challenge. Ile namba yako ya account ndio utakuja kuitumia kama one time password kukuwezesha wewe kufanya usajili katika hii application. Kwa nilikuwa namuomba Chris tu kama anaweza kaja kufanya quick demo. Nao na mambo mengi samani. Elias Tryphon. Karibu sana Chris, the floor is yours. Asante. Habari za asubuhi. So naamini wote mmepata link kwenye group ambayo ina support Android, iOS na web. Kwa ukisha download, ukifungua mwanzo kuna page ume sign in au ku login, ambapo kama tayari umesha au kama bado ka login directly, au kama bado manake utaenda steps za kutengeneza account. Lakini kabla ya yote ni lazima ufungue CDS account kupitia Issa Kiganjani. Tuna encourage kufungua CDS account ili unachokifanya huku kwenye Scholar Investment Challenge reflect the same kule kwenye Issa Kiganjani, upate the same experience. So step ya kwanza kufungua account, unaweza kutumia namba ya simu au email address. Ukishaweka namba ya simu au email address, the next step itakutumia OTP kwenye hiyo namba ya simu au email. Ukisha verify, itakuja step nyingine ya kuweka ina CDS account ambayo umefungua kwenye Issa Kiganjani, ambapo ina validate jina ambayo utaweka huku na kule inatakiwa yawe sawa. Ikiwa ni sawa, utaenda the next step, utachagua chuo ambacho unatoka. Ukishachagua chuo unachotoka, ukisha submit, maana yake utaingia kwenye main page ambayo ndio dashboard, ambayo dashboard inaonesha portfolio overview ya uwekezaji wako, itaonesha trend ya soko. Hiyo ni just a simulation, tumefanya simulation, lakini bei zinalingana kidogo na kule kwenye Issa Kiganjani.
Ukienda kwenye market, maana utaona sasa kuna categories. Kuna IPO alafu kuna secondary market. IPO ni initial public offering, ambapo kwenye hii challenge ni lazima zile volume ziishe kwanza kwenye IPO ili sasa zihamie kwenye secondary market, mwe mnanunua na kuuziana nyewe wenyewe. Okay, kwenye kuweka order na kuna order za aina mbili, kuna buy na sell. Kama tayari una holdings unaweza ka sell, kama bado manake unaenda kwenye kubuy kama ni mnunuaji. Alafu kuna section nyingine pia ya holdings, hapo utaona uwekezaji wako, itakupa na value ambao umewekeza kwenye kila security. Alafu kuna section nyingine pia ya profile. Hapo unaweza ukamanage profile yako, utaangalia some details. Kama CDS uja link, maana umesahau CDS account, and kwa hiyo net password kama umesahau password, yes. Kwa hiyo ni kifupi, ni mfumo unaenda hivyo. Yes. Kama kuna swali lolote. Asante Chris. Nadhani mmemwelewa na nutshell kwamba unatakiwa kudownload application mbili. Ya kwanza ni hisa kiganjani, ambao utafungua akaunti yako ya uwekezaji ya uhalisia katika soko la hisa. Ukishafungua akaunti ya uwekezaji, utaenda kudownload application ya SICK, Scholar Investment Challenge, ambayo utachukua ile akaunti yako ya uwekezaji kwenye soko la hisa, utaitumia kama one time password. Sasa ukiingia kule kwenye application ya Scholar Investment Challenge, ni hisa ambao ni shares. Product ya kwanza ni hisa ambao ni shares. Product ya pili ni bonds ambao ni hati fungani, na ndo product kuu katika soko la hisa. Sasa kule virtual money ni hela, sema usajili wako utapokea virtual money. Virtual money ni hela, sema pesa mtandao. Hii huwezi kuitoa jamani, huwezi kuitoa. Utapokea shilingi milioni 3 pesa mtandao, ambazo nimezisema utatumia kwenda kufanya uwekezaji katika hizo securities ambazo nimezisema hapo, kwamba hisa na hati fungani. Dhumuni la shindano lenyewe ni kwamba tumekupa shilingi milioni 3. Hiyo shilingi milioni 3 inabidi wewe utumie muda wako pia kufanya uwekezaji, kununua na kuuza, ili uweze kuikuza kwa kadri utakapoweza. Ukifikisha milioni 4, milioni 5, milioni 6, mwisho wa siku wale 15 bora ya judges siku ya final event, hiyo application wataapia mbele ya judges siku ya final event, wataapia mbele ya judges, na pale kutakuwa kuna washindi 15 ambao watapata pesa taslim donge nono kabisa, na wengine watapata zawadi zingine. Kwa hiyo ndugu zangu, let's all win. Ushinde zawadi, lakini ushinde na elimu pia. Kwa kusema hivyo, bila kupoteza wakati, naona muda unatupa mkono, na gani nafanya kazi. Basi kwa kusema hivyo, bila kupoteza wakati, naona muda unatupa mkono. Foundation ni moja wa wadau ambao tunafanya nao kazi kwa ukaribu zaidi. From Ruge Mutahaba Foundation ni moja wa wadau ambao tunafanya nao kazi kwa ukaribu zaidi. Yeye pia ana program za wanafunzi, na ndio maana tumeweza kushirikiana naye atakuja kuongea machache tu kidogo, lakini huko mbeleni zaidi mtaona ushirikiano wetu kati ya yeye na sisi pamoja na chuo cha ardhi department hususan ya biashara ukiwa karibu zaidi. Karibu Mr. Elias. Ndugu mgeni rasmi, viongozi na wanafunzi, habari ya asubuhi. Kama nilivyotambulishwa, jina langu naitwa Elias Tryphon, natokea Ruge Mutahaba Foundation, na niko hapa nikimwakilisha mwenyekiti wangu wa bodi Profesa Mkandala. Wangapi walikuwa wamewahi kusikia jina la Ruge Mutahaba? Ukijulikana kwa kazi aliyoifanya kama mkurugenzi wa uzalishaji wa vipindi Clouds, lakini pia kwa kazi kubwa aliyoifanya kwenye kuhakikisha kwamba vijana wanajishirikisha na ujasiriamali na kuchukua opportunities ambazo zipo kwenye nchi yao wenyewe. Kwa hiyo alikuwa na program iliyokuwa inaitwa Fursa, iliyokuwa inaenda mikoa yote kwa ajili ya kuwafundisha vijana ujasiriamali
na kuhakikisha kwamba wanaelewa kwa opportunities gani kwenye nchi yao na namna gani wanaweza kuwa sehemu ya hilo. Kwa hiyo katika spirit hiyo hiyo DSE slogan yao wanasema pia wanatengeneza fursa. Tuliona kuna umuhimu wa kuwa na ushirikiano kati ya Ruge Mutahaba Foundation na DSE specifically kwa vijana hasa walioko vyuo vikuu. Ruge alikuwa anaamini kwenye kanuni, kwenye hatua 4 za maisha. Hatua ya kwanza alikuwa anasema tafuta nafasi. So sasa nafasi imeletwa na DSE na tunajua pia kuna nafasi nyingi. Namna gani kama kijana, hatua yako ya pili unachotakiwa kufanya ni kuonyesha uwezo. Namna gani unaonyesha uwezo ni kutafuta nafasi ya kujifunza na kuelewa zaidi fursa hiyo au nafasi hiyo inahitaji nini na wewe ufanye nini ili kusudi ufanikiwe. Fuata aliamini kwenye kanuni inayosema jenga jina. Maana ya kujenga jina ni kwamba sio tu utafute nafasi na uonyeshe uwezo, jenga jina. Maana ya kujenga jina ni kwamba sio tu utafute nafasi na uonyeshe uwezo mara moja, lakini endelea kuonyesha uwezo kadri kila nafasi inapotokea. Kwa hiyo sio kwamba utrade siku ya kwanza ya pili alafu then uache. You should be consistent and create your brand. Lazima uonyeshe uwezo na ujenge jina lako. And then baada ya hapo alikuwa tano ya mwisho inasema pata pesa zaidi. Kwa hiyo tunajua vijana wengi wana perception ya pesa, wanapoanza kufanya kitu lazima wapate pesa moja kwa moja. Kwa hiyo tunajua vijana wengi wana perception ya kwamba wanapoanza kufanya kitu lazima wapate pesa moja kwa moja. Kuonyesha uwezo, kujenga jina, then ambazo ni kufikiri mko kwenye nafasi sahihi ni mwanzo mzuri, kujenga jina then pesa itafuata. Kwa hiyo nafikiri mko kwenye nafasi sahihi ni mwanzo mzuri na tunawatia moyo kwamba muendelee. Sisi Ruge Mutahaba Foundation tuna platform inaitwa Shine Sokoni ambayo washiriki wote ambao wamekuja leo na wamejisajili tutawatumia ujumbe na hatua za kujiunga. Naamini watu wengi hatifungani hisa na hiyo ni muhimu zaidi. Utakuwa na uwezo wa kuangalia online video mbalimbali zinazokufundisha maana ya maneno mbalimbali. Una uwezo wa kuangalia online video mbalimbali zinazokufundisha maana ya maneno mbalimbali na tekniki gani ukizitumia zitakusaidia wewe kuweza kuwa mshindi katika mashindano haya. Kwa hiyo shindano ndo kwanza limeain, tunawatakia kila laheri na tunaamini mtafanikiwa. Na kushirikiana na nyie zaidi online. Kila laheri na tunaamini mtafanikiwa. Asante sana. Asante sana Mr. Kameta, Mr. Alfred Mkombo, mwakilishi wa CEO wa Capital Markets Authority, Mr. Emmanuel Nyalali kutoka Dar es Salaam Stock Exchange, Dr. Mboni kutoka Chuo cha Ardhi, Mr. Shumbusho kutoka Tanzania Stock Brokers Association. Niko mbele yenu, naitwa Frank Kakwezi, natoka Vetex International Securities. Vetex International Securities ni moja wa mawakala wa soko la hisa. Ni broker ambaye amekuwa in existence for almost 30 years sasa hivi, na ni brokerage kubwa in terms of turnover, in terms of innovation. Tumekuja na product nyingi sokoni. Tumeleta ETF ya kwanza kwenye soko la hisa. Listing ya Sukuk bond ya kwanza imefanyika na Vetex. Alafu vile vile Vetex wamemove step moja mbele kwa kuja na Vetex mobile app. Sasa kwa nini tumeungana na DSE kwenye kusponsor hii event? Maana sisi ndio the main sponsors. Reason ya kwanza, tunadhani kwamba kama broker pamoja na kupata commission kutokana na trades zinazofanyika kwenye soko la hisa, tuna role ya kuplay katika kuleta financial inclusion sokoni. Na tumeona hii ni fursa kwa kupata wanafunzi hawa wote. Hii elimu ikitapakaa itasaidia katika nini? Watu wengi zaidi kufaidika na soko la hisa. Maana mwisho wa siku unaweza ukawa na account CRDB, kila siku unaenda unaweka hela, lakini unakuta kuna ile commission ndogo unayoipata mwisho wa mwaka. Lakini kwa kuwekeza kwenye CRDB kwa kupitia soko la hisa, natoa mfano tu, mwanzoni mwa mwaka CRDB ilikuwa shilingi 680, jana tunavyozungumza ilikuwa kwenye shilingi 1300. Kwa hiyo hela yako ina double within 1 year. Kwa hiyo kuna opportunity ya kufanya nini? Ya kufaidika na soko la hisa. Kwa hiyo financial inclusion ndio reason yetu ya kwanza ya ku sponsor this particular event. Nyingine ni top of mind awareness. Kwenye marketing
tuna imani kwamba kwa kupitia this platform Vertex itajitangaza zaidi na itajulikana zaidi. Na vile vile unaweza ukadownload Vertex mobile app ambapo unaweza ukanunua hisa ambazo zimeorodheshwa kwenye soko la hisa kupitia Vertex International Securities. Tumezungumzia kwamba hii event ni muhimu sana, wanafunzi kuwa serious, kuchukulia seriously. Kwa nini kuichukulia seriously? Kama alivyosema Mr. Nyalali, kuna wanafunzi wametokana na event kama hii, wameajiriwa kwenye nini? Kwenye brokerage business. Na wengine wameenda kwenye mabenki, investment banks kupitia event kama hizi. Kingine cha muhimu, at the end of the day tunasoma ili tutengeneze familia, tuwe na maisha mazuri. Vertex wamekuja na Vertex Bond Fund. Mwanafunzi anaweza akasema kwamba hana hela nyingi ya kuwekeza. Minimum amount ni shilingi 500. Unaingia kwenye Vertex mobile app, una download, unanunua Vertex Bond Fund ambayo kwa sasa hivi imegrow kwa kiasi kama 7% ndani ya miezi miwili. Kwa hiyo nashukuru sana kwa nafasi hii na insist seriousness kwenye this particular event, na karibu sana Vertex. Asanteni sana. Asante sana kiongozi. Naamini ndugu zangu vijana wenzangu wameweza kulielewa hilo na kuendelea kuona msisitizo kwa wakuu wa meza kuu hapa umekuwa kwenye kuwekeza na kuwekeza ili kuweza kujikwamua kimaisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilitamani Mr. Nyalali angekunyanyua, lakini kutokana na muda amenipa tu ruksa kwamba niweze kuchukua fursa hii nikukaribisha uweze kuzungumza na hadhara hii, waweze kusikiliza yale ambayo umeyabeba kwa ajili ya kuhamasisha uwekezaji katika soko la hisa kujikwamua kiuchumi. Karibu sana mheshimiwa. Ndugu Nyalali Emmanuel, afisa mkuu wa kitengo cha maendeleo ya biashara DSC, ukimwakilisha afisa mtendaji mkuu wa soko la hisa Dr. Mboni, mwenyeji wetu chuo cha ardhi, mkuu wa kitengo cha masomo ya biashara, ndugu George Shumbusho, makamu mwenyekiti wa Tanzania Stock Brokers Association na CEO wa TSL, ndugu Frank Kakwezi, mwakilishi wa CEO wa Vertex International Securities Limited, ndugu Elias Tryphon, CEO wa Ruge Mutahaba Foundation, wahadhiri mlioko hapa, viongozi mbalimbali wa taasisi mlioko hapa, wanafunzi, wanahabari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Kama nilivyotambulishwa, ninaitwa Alfred Mkombo, ni mkurugenzi wa utafiti sera na mipango, mamlaka masoko ya mitaji na dhamana. Niko hapa kumwakilisha CEO wa CMSA, Capital Market and Securities Authority, wa CPA Nicodemus Mkama, ambaye ndiye aliyealikwa kimsingi lakini amepata udhuru kuweza kuja hapa. Kwa hiyo nitatoa speech kwa niaba yake, na hii speech imeandaliwa kwa Kiswahili. For those who are not conversant with Kiswahili, you'll bear with me because the speech is in Kiswahili. Your neighbors may be able to probably clarify a few points that are probably important from this speech. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo katika hafla hii muhimu. Aidha, na ushukuru uongozi wa soko la hisa la Dar es Salaam kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa DSC Investment Challenge 2025-26. Ni heshima kubwa kwangu kushiriki nanyi katika tukio lenye mchango mkubwa katika kujenga mustakabali wa vijana
masoko ya mitaji na uchumi wa jumla hapa nchini. Vile vile na washukuru wadau wote ambao mmeweza kuhudhuria hafla hii muhimu. Kwa maana ni washukuru nyinyi wanafunzi na kuwapongeza. Pia ni washukuru nyinyi wanafunzi na kuwapongeza ambao, lakini wewe umesema uchukue muda wako. Hii ni community kubwa, ina watu wengi, lakini wewe umesema uchukue muda wako katika ratiba yako uweze kuja hapa. Hii sio kupoteza, hii ni kuwekeza. Kwa hiyo ninaomba mjipongeze kwa sababu mko hapa kwenye kitu cha muhimu sana. Mabibi na mabwana, kama tulivyosikia ushuhuda hapa wa balozi aliyefanya ili zoezi hapo nyuma, shindano la DSC Scholar Challenge, Investment Challenge limekuwa mojawapo ya nguzo madhubuti, yaani beacon, katika jitihada za kuendeleza masoko ya mitaji hapa nchini. Ni jukwaa mahususi linalounganisha elimu, vitendo sahihi ndani na ubunifu katika kujenga uelewa sahihi wa masoko ya mitaji. Kupitia dhana ya edutainment, washiriki watajifunza sio tu kwa nadharia, bali wanafanya kwa vitendo na kuimarisha uelewa wao kuhusu namna masoko ya mitaji yanavyofanya kazi katika mazingira halisi. Kwa hiyo hii ni fursa muhimu sana ya kujifunza. Kwa nadharia tu unaweza ukakaa darasani, fanya practically utaona kufikirika, imaginative, lakini ukifanya practically utaona kwamba ni vitu halisi na itakusaidia wewe kunavigate utakapotoka hapa. Mabibi na mabwana, katika ulimwengu wa sasa kumekuwa na maendeleo makubwa ya teknolojia katika nyanja zote za maisha, na zaidi sana katika sekta ya fedha, ambapo sasa misamiati kama fintech, crowdfunding imekuwa ya kawaida masikioni petu. Hivyo ili kuweza kasi ya maendeleo hayo, ni muhimu kuwajengea wananchi, hususan vijana, maarifa, ujuzi na fikra pevu na uwezo wa kufanya maamuzi ya kifedha yaliyo sahihi na kwa wakati. Elimu ya uwekezaji inapowekwa mapema huwajengea vijana nidhamu ya kifedha, uwezo wa kutathmini hatari na fursa, na ujasiri wa kushiriki kikamilifu katika uchumi wa taifa. Shindano la DSC Scholar, vijana watakaoshiriki shindano ni nyenzo sahihi inayowezesha vijana watakaoshiriki shindano hili kunufaika na fursa zinazojitokeza katika masoko hiyo na duniani kote, zinazojitokeza katika masoko ya mitaji hapa nchini na duniani kote. Tanzania DSC unajia mitaji, usiangalie tu Tanzania DSC, unajiequip kuweza kuwa competitive hata katika masoko ya dunia. Sasa hivi the global is like a village, yani dunia iko kiganjani kwenye simu yako. Kwa hiyo how do you position yourself to be competitive katika global financial market? Hii ndio mwanzo, na sisi wa Tanzania tumekuwa nyuma sana. Hizi fursa zinapojitokeza tunakuwa tunasikia kwa wenzetu, tunafikiri vya kufikirika, ni vitu ambavyo viko halisi, wenzetu wanatupita. Kwa hiyo ni wakati mwafaka na sisi tuamke, tuweze kuwa competitive duniani. Tanzania ijulikane kwa innovation, kwa ubunifu na kwa kushindana. Tuweze talent zilizopo vichwani ni nyingi sana, hasa kwa vijana. Kwa hiyo ni fursa muhimu sana ya kuweza kuchukua nafasi zetu, sio tu Tanzania lakini katika mataifa. Napenda kutoa rai kwa wanafunzi mnaoshiriki katika shindano hili, muweze kuwa na mtazamo mpana wa kulenga si tu kushindania zawadi,
bali pia kupata maarifa yatakayowawezesha kujifunza nidhamu ya uwekezaji, kujenga uwezo wa kufanya maamuzi kwa kutumia taarifa sahihi kama timu, kujifunza kufanya kazi kama timu, lakini pia kujiandaa kuwa viongozi kama alivyosema Bwana Nyalali. Tuko hapa, tuko kama sawa, lakini the future tuko tofauti sana. Kwa hiyo angalieni sana, usifikiri katika upeo mdogo. Ile thinking horizon yako iwe pana. Opportunities are massive. Kwa hiyo usiwe na mtazamo finyu wa kujiona wewe kama mwanafunzi siku zote. Jiangalie wewe kama future leader, future investor, professional investor, na mambo kama hayo atapanua uwezo wako wa kufikiri. Mabibi na mabwana, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezindua Dira 2050 ambayo inatoa mwelekeo wa muda mrefu wa taifa letu. Dira hii inalenga kujenga taifa lenye uchumi wa dola za Marekani trilioni 1 na ambao ni shindani, jumuishi, unaotegemea maarifa, teknolojia, ubunifu na rasilimali watu wenye ujuzi wa hali ya juu. Na ili kufanikisha azma hii, masoko ya mitaji yana nafasi kubwa, kwa kuwa ndio yanayowezesha upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya miradi ya maendeleo, uwekezaji wa muda mrefu, ubunifu katika biashara na ukuaji wa sekta binafsi. Hivyo basi, leo hii tunapoandaa vijana kuwajenga katika ufahamu wa masoko ya mitaji, tunashiriki moja kwa moja katika utekelezaji. Tumeanza utekelezaji wa Dira 2050. Shindano la DSC Scholar Investment kwa kuwa linaandaa wanafunzi, na Dira 2050 kwa kuwa linaandaa wanafunzi wa fedha, watunga sera na wataalamu wa masoko ya fedha, watunga sera na viongozi wa taasisi za kiuchumi. Niseme tu hii Dira 2050 is a very ambitious. Mitaji yametambulika na pale masoko ya mitaji yametambulika kama mojawapo ya nguzo muhimu sana katika kufikia malengo ili lengo la $1 trillion economy. Kwa hiyo kama masoko ya mitaji yametambulika umuhimu namna hiyo, basi wewe ambaye utajiposition katika kuelewa nafasi na fursa katika masoko ya mitaji, una nafasi kubwa sana, sio tu ya kutoa mchango, lakini wewe mwenyewe mabibi na fursa zinazokuja na Dira 2050. Mabibi na mabwana, napenda kuipongeza DSC kwa jitihada zake za kuhakikisha kuwa shindano la DSC Scholar Investment Challenge linaendeshwa kwa weledi na kuleta matokeo chanya katika maendeleo ya masoko ya mitaji hapa nchini. Tunatambua na tunathamini sana mchango wenu katika kuendeleza elimu ya masoko ya mitaji hapa nchini kwa kuandaa programu bunifu zinazolenga wanafunzi, vijana na umma kwa ujumla. DSC imekuwa ikishirikiana vizuri na CMSA, taasisi za elimu na wadau wengine katika kutekeleza mikakati ya ujenzi wa masoko ya mitaji kwa ufanisi na kujenga na ushiriki jumuishi. Tunawashukuru sana DSC kwa kazi mnayofanya. Pia niwapongeze Chuo Kikuu cha Ardhi event. Kwa host event ni fursa nzuri sana ya kuweza kuwawezesha vijana kuweza kupata linkage na industry, practical linkages. Mwaka juzi nilialikwa na Chuo Kikuu cha St. John University
pale tulikuwa na mada maalum, walikuwa kwenye convocation, walikuwa na mada maalum ya kuangalia namna gani academia inaweza ikao link na industry, kwamba haya masomo ambayo tunasoma basi yasiwe nadharia tu, tuone namna gani tuna practice ile Archimedes principle, vile vitu ambavyo tunavisoma huku vinakuwa applied namna gani, tujue mimi nikitoka hapa namna gani nitaweza kujiposition kwenye industry. Sasa upande wa financial market, hii ndio fursa sasa ya kuweza kujua namna gani nafasi zetu tutakazochukua tukitoka hata baada ya hapa huko kwenye industry. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana, usikipuuzie tu kakichukua kikapita. Mabibi na mabwana, utoaji wa elimu kwa umma kuhusu masoko ya mitaji ni mojawapo ya majukumu ya CMSA. Hivyo tunapoona wanavyofanya Ruge Mutahaba Foundation na wanavyofanya DSC, wanavyofanya Ruge Mutahaba Foundation, na ningependa kutoa, kwa hiyo sisi tunapata faraja kubwa. Ningependa kutoa wito kwa wadau wengi zaidi kufanya uelewa kwa pamoja tuweze kujenga jamii yenye uelewa na fursa zinazopatikana katika masoko ya mitaji, na hivi na kutumfaika na fursa zinazopatikana katika masoko ya mitaji, na hivyo kuongeza ujumuishi katika masoko ya mitaji. CMSA kwa upande wetu tutaendelea kusimamia na kuendeleza mazingira salama na rafiki ya masoko ya mitaji. Tutashirikiana na wadau katika kutoa elimu kwa umma na kuwezesha ubunifu katika bidhaa na huduma za masoko ya mitaji. Kama tulivyoshuhudia hivi karibuni, ongezeko la bidhaa bunifu sokoni, tumeona bidhaa mpya zikitolewa, tumeona hati fungani endelevu zikitolewa, green bonds, tumeona social bonds, tumeona sharia compliant sukuku bonds. Aidha tumeidhinisha mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambayo inaorodheshwa sokoni, kama sasa hivi mnaona kuna exchange traded funds. Kwa hiyo kuna bidhaa, kwa hiyo ni bunifu, innovative products are coming. Kwa hiyo hizo bidhaa hazitahitaji watu ambao ni mbumbumbu, zitahitaji watu ambao wanauelewa sahihi kuweza kushiriki kwa mafanikio. Kwa hiyo tuweze kujitahidi kupitia DSC Scholar Challenge, tuweze kutoa mchango ambao ni muhimu katika kushiriki katika maeneo hayo. Unaposikia green bond, hati fungani ya kijani, wewe ndio uwe balozi. Unaposikia sharia compliant sukuku bond, yani uwe balozi, uifahamu vizuri na uwe balozi kuelewesha watu wengine, ili kwa pamoja tuweze kushiriki maendeleo haya katika masoko ya mitaji. Niwasihi vijana wote mtumie fursa hii, lakini pia siku ya leo uliza swali, yani unaweza kusema sasa, lakini pia tusiwe wachoyo. Yani unaweza kusema sasa nikiwaambia watu wengi wakishiriki ile zawadi nitakosa. Hapana. Yani usiwe choyo, mwambie watu zile fursa ni zaidi. Kuna ndugu yangu mmoja pembezoni huko nakoishi huko, maeneo ya pembezoni huko, alikuwa anapenda sana yani ndugu zake walikuwa kuwaombea, kuwatakia mema. Sasa akamwambia yule ndugu, UNESCO walikuwa wanapitisha eneo lile, akamwambia yule ndugu yake akawa anapata yani ule mradi unapita kwake. Yule ndugu akasema, mimi nakuombea ufanikiwe, upate baraka. Akashukuru, lakini ule mradi ulivyokuwa unaendelea, baada ya kufanya ile tathmini, wakaona kwamba kule walikokuwa wamesema wanapitisha sio sehemu sahihi zaidi. Ule mradi ukahama ukapita eneo lake. Sasa zile pesa ambazo ilikuwa apate yule mwenzake aliyokuwa anamtakia mema, yeye ndio akapata.
Unaona Kwa hiyo usifikiri kwamba unapomkaribisha mwenzako kushiriki wewe utakosa zawadi. Hapana, tushirikishane, tuwe mabalozi, itasaidia sana. Utapata Mungu anafungua milango, kila mtu ana mlango wake wa baraka. Kwa hiyo sisi tuwe mabalozi kwa ajili ya jambo hili, watu wengi wapate uelewa kama community, lakini litatusaidia kama community, lakini kama nchi. Asanteni kwa kazi nzuri. Ruge Mutahaba Foundation, mwenyekiti, tuendelea na spirit hiyo hiyo katika kuunga mkono programu hizi, hivyo itasaidia pia kuinua uchumi. Jitahidi kufahamu chini, na hivyo itasaidia pia kuinua uchumi. Jitahidi kufahamu. Unaweza kuwa unasoma kozi ambayo labda haiendani na masoko, lakini sasa hivi lazima uwe na multiple skills. Jiulize masoko ya mitaji ni nini, hisa, soko la hisa hasa linafanya kitu gani, uweze mabibi na kunufaika na hizi fursa. Baada ya kusema hayo, mabibi na mabwana, ninapenda sasa kutangaza rasmi kuwa BSc Scholar Investment rasmi 25-26 rasmi. Niwatakie maandalizi mema na ushiriki mzuri, mafanikio. Na University of Ardhi University tunatarajia miongoni mwa zile nafasi nyinyi mtakuwa nyingi zaidi. Asanteni sana. Makofi mengi zaidi kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Pia nikikumbuka na mengi mazuri aliyoyasema, amesema tusiwe wachoyo. Lakini pia nikikumbuka hapo awali kulikuwa kuna kampeni alikuwa anafanya marehemu Ruge, alikuwa anasema usiwe kaa. Usiwe kaa, yani usiwe mchoyo wa kujificha ficha na fursa. Mheshimiwa rasmi, kwenye desturi ya masoko ya mitaji na dhamana duniani, punde aidha ni bidhaa au huduma inapokuwa launched, inapozinduliwa, tuna desturi ya kugonga kengele kuashiria uzinduzi wa huduma ile au bidhaa ile. Sasa hii ni moja ya tunasema ni bidhaa au huduma pia ambayo inalenga kupambanua fursa zaidi kwa haraka wetu. Kwa hiyo ningeomba nikusimamishe wewe na meza kuu kwa dakika moja tu ya haraka. Sawa? Nikimwomba kiti wa Seba aje mbele pia na Ruge Mutahaba. Nitasimama mbele hapa. Labda kwa sababu ya meziba, basi nitaomba tu labda tu squeeze huko kidogo. Waheshimiwa wanafunzi, bidhaa mpya katika masoko ya mitaji, sio kwamba tunapokuwa tunazindua huduma mpya au bidhaa mpya katika masoko ya mitaji, sio tu Tanzania lakini duniani, tuna kakengele kwa huwa kanagongwa kakiashiria kwamba kitu hicho kimezinduliwa rasmi. Kwa hiyo sasa ningeomba kuchukua fursa hii rasmi, mheshimiwa mgeni rasmi, uweze kunyanyua mkono wako. Nitahesabu 1 mpaka 3, basi nikifika 3 na wewe utaweza kuigonga, tukiashiria kwamba sasa rasmi tumezindua shindano hili. 1, 2, 3, na makofi jamani. Asante sana. Basi naomba tuketi kidogo. Mheshimiwa mgeni kuu pamoja na waheshimiwa wanafunzi na waandishi wa habari na wageni waalikwa wote, hiyo itakuwa ni mwisho wa hafla yetu ya leo. Lakini baada ya hapa tu ningeomba kwamba kuwe kuna picha, kama utaturuhusu hata picha. Baada ya hapo tutakuwa waweze kupata wanafunzi wachache ambao tutakaochagua waweze kupata picha na nyinyi. Baada ya hapo tutakuwa tumemaliza zoezi letu. Kwa hiyo kwa wachache ambao watakuwa wako mbele, tusiweze kuweka chaos, nitaomba tutaweka mazingira marafiki hapa ili kuweza kupata picha na wageni rasmi. Baada ya hapo kutakuwa kuna chochote kitu hapo nje, kwa wanafunzi watachukua chochote kitu hapo. Nadhani na mwisho hapo basi tutaomba sasa wote kwa pamoja tukawa ambassador. Kuna grupu la DSE WhatsApp channel ambalo tumelifungua open to all universities,
na grupu hilo mtaingia pale, ni kwa dhumuni lake ni kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano na kufikisha habari na tactics na mbinu kadhaa ambazo zinaweza kutumika kwenye wewe kuweza kuwa mmoja wa washindi. Kwa hiyo ni vema tukajiunga ili kupata taarifa hizo kwa haraka zaidi.